Duniani tuishi ni viumbe wema, akhera mashallah tufike akhera hali ya kuwa ni viumbe wema. Ndivyo alivyokusudia Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah tabaraka wa taala hakutuletea Qur'ani ili ije tutie mashaka, tuteseke, tuhangaike kwa sababu ya Qur'ani. Allah subhanahu wa taala ametuteremshia hii Qur'ani ili ije itutengenezee maisha yetu ya dunia, lakini pia itutengenezee maisha ya akhera. Ndivyo Allah tabaraka wa taala alivyokusudia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha masiku mengine baadhi yake kwa baadhi yake kuwa bora. Si masiku tu, bali mpaka binadamu wengine Allah tabaraka wa ta'ala amewafadhilisha kuwa bora kuliko watu wengine. Kama tulivyosema mwanzo, al-anbiya, mitume ni binadamu kama sisi, lakini pamoja na kwamba ni binadamu kama sisi, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa cheo kikubwa katika hii dunia. Lakini si katika dunia hii, bali kadhalika mpaka akhera watakuwa na cheo kikubwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaumba, baada ya kuumba ikisha anafadhilisha. Tumuombeeni Allah tabaraka wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa viumbe wake waliokuwa ni bora kabisa. Allahu akbar. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea kipindi kama hichi ambacho kwamba ni moja katika kipindi kitukufu, Dhulhijja, mwezi wa hija, ambao mahujaji wote ambao kwamba wana uwezo tayari washaondoka au wengine wapo katika kuondoka kuelekea katika nchi ya Maka kwa ajili ya hija. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anazungumzia kipindi kama hichi akasema hivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wal fajr wa layalin ashr. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuapia kwa kusema hivi, wal fajr, na apa na alfajiri, na apa kwa wakati wa alfajiri, lakini pia walayalin ashir, pia na apa na masiku 10. Wal fajri, na apa na alfajiri, walayalin ashir, lakini pia na apa kwa masiku 10. Maulama wakatuambia masiku 10 ni haya masiku 10 ya mfungo 3 Dhulhijja, kuanzia 10 la kwanza, kuanzia mwezi wa kuanzia tarehe ya kwanza mpaka tarehe ya 10, ndio masiku 10 hayo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akayataja haya masiku 10 ambayo yanapatikana ndani ya kipindi kama hichi. Kwa nini yametajwa haya masiku? Ndiyo, dhukira hadhihi al-ayyam, yametajwa haya masiku bifadliha, kwa sababu ya zile fadhila zake zilizomo, kwa sababu ya ule utukufu uliomo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akafika pahala akaapa wal fajri, na apa. Ebu fikiria kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aqsama biha, amekiapia, kina uzito gani? Wallahu la yuqsimu ila ala al-adhaimi, na Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kwa mambo makubwa kweli kweli. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametaja awqatu subhi, ule wakati wa asubuhi, alfajiri. Sikiliza vizuri, Allah anasema wal fajr, na apa na alfajiri, au na apa na wakati wa alfajiri. Wakati wa alfajiri una nini? Wakati wa alfajiri una ubora na fadhila kubwa kuliko wakati mwingine. Kwa hivyo hebu nitakupeni mfano mpate muangalie maajabu yaliyomo ndani ya kipindi hichi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi, usikilize mwenyewe, rak'atayn qabla alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sikilizeni vizuri ili upate kujua uzito wa kipindi hichi au wakati huu wa alfajiri. Ndio maana Allah akauapia wakati wa alfajiri, si wakati huo ndo tunakoroma. Kwa hivyo Allah anasema wal fajri, na apa na wakati wa alfajiri. Sasa Mtume salama akatuambia rak'atayn qabla alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, rakaa 2 kabla ya swala ya alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo.
Alieni maajabu haya. Rakaataini, rakaa mbili za sunna, rakaa mbili za sunna ya alfajiri, rakaa mbili ambazo inatakiwa Muislamu aziswali za sunna kablia, yani kabla ya kuswali swala ya alfajiri inatakiwa Muislamu aswali sunna rakaa mbili. Sasa hizo rakaa mbili Mtume sallallahu anatuambia khairu mina dunya wa ma fiha, hizo rakaa mbili ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Tushapaona hapo, tumuelewe Mtume sallallahu hizo rakaa mbili za kabla ya swala ya alfajiri, rakaa mbili za sunna, sio za faradhi, za sunna, rakaa mbili za sunna kabla ya swala ya alfajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia khairu mina dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Rakaa mbili, tuambiwa si hivyo? Hizo rakaa mbili ni bora kuliko dunia, sio dunia tu, wama fiha, na yote yaliyomo ndani ya dunia hiyo. Hizo rakaa mbili za sunna ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo. Rakaa mbili tu, uzito wake uko hivyo. Allahu akbar. Haya, ikiwa rakaa mbili za sunna ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo, rakaa mbili hivyo, binadamu sie tungemwelewa Allah tabaraka wa taala, wallahi tungekesha tunafanya ibada. Hivi nani angezikosa? Nani angezikosa hizi rakaa mbili za sunna? Laiti kama tungezingatia, nani angekubali kuzikosa hizi rakaa mbili za sunna katika hii dunia? Nani angekubali? Laiti tungemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani angekubali? Alfajiri mtu anakoroma, rakaa mbili zinapita za sunna, wala yusalliha, wala mtu haziswali. Sasa huo ni mfano tu, ala sabili mithal. Ikiwa rakaa mbili za sunna ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo, acha huko, twende sasa katika eneo husika, hiyo swala yenyewe sasa ya faradhi. Maana hiyo sunna uzito wake dunia na vyote vilivyomo tayari ishachukua sunna vo. Sasa iache hiyo sunna, twende katika faradhi, salatul fajr. Ikiwa dunia na vyote vilivyomo vishachukuliwa na sunna, salatul fajri tunataka kuilinganisha na kitu gani? Angalieni nyewe maajabu na maajabu ya Allah. Alafu binadamu anakwenda kuchoma moto. Sunna zishachukua dunia na vyote vilivyomo. Je, hiyo faradhi yenyewe ina uzito kama nini? Ikiwa dunia na vyote vilivyomo sunna ishachukua, je, pana kitu kingine kipi anachokijua mwanadamu kilichokuwa bora na kizito kuliko mbingu na ardhi au kuliko dunia na vyote vilivyomo? Maana yake ni hivi, malipo ya swala ya alfajiri hakuna anayejua ukubwa wake ila Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sunna kashakwambia zinachukuliwa na sunna zinachukua dunia. Asa hiyo faradhi yenyewe sasa ikoje? Maana yake hakuna anayejua uzito na malipo ya ibada ya swala ya alfajiri isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Lakini leo utakuta ndo kama hivyo Waislamu, swalatul fajri inapita, mbali ya hapo sunna kadhalika mtu inapita, wala haziswali. Kwa nini tusikumbushane
katika hali kama hii? Kwa nini tusipeane dawa katika hali kama hii? Kwa nini Waislamu tusipeane mawaidha mara kwa mara, tukitaja mambo kama haya yenye faida tukiwa katika hii dunia, lakini pia akhera? Na vyote hivi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviandaa katika hii dunia vina kheri na sisi, au fadhila zote ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa katika hii dunia, vyote vina manufaa na sisi. Siku ya Ijumaa ina fadhila na sisi, siku ya Idi mashallahu, lakini Lailatul Qadri mashallahu, lakini pia miezi hii minne ina faida na sisi. Leo subhanallah, mwanadamu anaacha kujitahidi kufanya kheri mpaka siku ya Kiyama, wallahi ladhim, binadamu anakwenda kutupwa ndani ya moto wa Jahannam. Sijui tutakwenda kusema nini. Fursa zote hizi binadamu anapewa ili afanye mema, lakini zinapita. Wallahi ladhim, fursa kama hizi zinapita, wala hatujali. Mtu Ijumaa ikifika, Ijumaa anakwenda msikitini saa 6:30 na mambo mengine kama haya. Subhanallah, tutakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana mambo matukufu kama haya? Kwa hivyo masiku haya 10 Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwa sababu ni masiku mazito, kwa sababu ni masiku ambayo yana fadhila nyingi sana kwa wale ambao wanaitafuta akhira, kwa wale ambao wanafanya maandalizi kwa ajili ya akhera. Hichi ni kipindi muhimu kabisa. Lakini kwa wale ambao wao hawana maandalizi na akhera, wao kipindi hichi ni kipindi cha kawaida, hakuna tatizo lolote wala hakuna tofauti yoyote, ni siku za kawaida. Lakini kwa wale ambao wanaipigania akhera, kwa wale ambao hawana furaha na hii dunia, kwa wale ambao wanatarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanajua kipindi hichi ni kipindi gani na nini wakifanye. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya kipindi kama hicho. Waqatilul mushrikina kafatan, na pambaneni na washirikina kwa pamoja, kama yuqatilunakum kafa, kama vile wao wanapambana na nyinyi. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqina, na jueni hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Subhanallah, vita. Allah anasema ndani ya kipindi kama hichi tufanye vita na washirikina. Subhanallah, vita vipo katika mazingira mbalimbali, ikiwemo katika mazingira ya vita kupambana na makafiri. Katika jihadi ya kupambana na makafiri ni kujua zile njia zao ambazo kwamba wanazifanya tukaweza kuziepuka. Pana mambo chungu nzima ambayo maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wanayaandaa, ikisha wanayasukuma katika jamii na jamii inayaandama. Ikisha tutakaposhikamana na mambo kama hayo, akhirul matafi, mwisho wa habari hizo ni kuingia motoni pamoja na wao. Ndio maana Allah akatuambia tupambane na hawa jamaa. Kwa nini? Wao lengo lao ni kutupeleka sisi pamoja na wao ila nari jahannam, katika moto wa jahannam. Ndio makusudio. Allah akatupa intibah, tupambane na watu wachafu, watu wakorofi, ili tusije tukenda nao katika moto wa jahannam kama Waislamu. Lakini leo nani ambaye ana wasiwasi? Hali tuliyokuwa nayo, tumegubikwa na hubu dunia, kupenda hii dunia kuliko kuipigania akhera. Ndio maana inafika mpaka pahala maadui wanapata nguvu ya kuharibu dini kila kona, na mwisho wa siku sisi Waislamu tunabakia hivyo hivyo, kwa sababu sisi wenyewe hatuna uchungu na dini yetu. Kwa hiyo mfano masiku kama haya ilikuwa Waislamu mashallahu waonekane kweli wamo ndani ya masiku 10 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kabisa.